na mambo mafupi, wazi na ya ukweli ambayo watu wengi duniani huzingatia kabla hawajaja kujutia baadaye katika maisha yao, na leo nakuletea hapa ili uyafahamu. Ila kabla sijaanza kukupatia, naomba usubscribe hapo chini ili niweze kufahamu kama upo katika safari yenye kuleta mabadiliko na siyo kukutokomeza. Sasa tuanze. 1. Chagua nidhamu kuliko hamasa. Kwa sababu hamasa ni kama moto wa karatasi, unaongezeka haraka lakini unazimika haraka. Nidhamu ndio moto wa mkaa, hudumu na hubeba safari yote. Kwa lugha rahisi inaweza kukwambia kwamba usifukuzie motivation bali fukuzia discipline, sababu discipline ndio inayodumu, lakini sio motivation au motisha. Haidumu motisha, ni hamasa ya muda mfupi, ila discipline au nidhamu ndio kila kitu na silaha unayohitaji kuwa nayo katika maisha yako ya kila siku. Mfano wa uhalisia kutoka kwa mchezaji basketball maarufu zaidi duniani, Michael Jordan. Katika documentary The Last Dance, anaeleza wazi kwamba hakuwahi kutegemea kujisikia vizuri ili kufanya mazoezi. Alifanya mazoezi muda ule kila siku, hata alipokuwa amechoka. Nidhamu hiyo ilimfanya kuwa mmoja wa wachezaji bora zaidi katika historia ya NBA. Kwa hivyo ukichunguza zaidi, utaona kitu kimoja muhimu. Kutegemea hamasa badala kuamua kuwa na ratiba thabiti, watu hujitokeza kila siku, hata siku ambazo hawakuwa na nguvu wala mood. Hamasa inafurahisha kuanza, lakini nidhamu ndiyo inakamilisha safari. Unapochagua nidhamu, unachagua mustakabali wako. 2. Linda afya yako mapema. Kwa sababu mwili unaojenga leo ndio maisha utakayoishi baadaye. Watu wengi hukimbilia kujali afya wakiwa watu wazima, lakini ukweli ni kwamba magonjwa mengi ya baadaye hutokana na kile tunachokizoeza mwili wakati tukiwa vijana: kukaa muda mrefu bila mazoezi, kula kiholela, kutokujali usingizi na kuishi maisha yasiyo na mpangilio. Angalia mfano wa David Goggins, mwanajeshi wa zamani na mkimbiaji wa ultramarathon. Maisha yake ya sasa ya nguvu na uthabiti hayakuja kwa bahati, ni matokeo ya nidhamu kali ya mazoezi na kujitunza. Alibadilisha mwili wake kabisa kwa maamuzi magumu aliyoyaweka mapema na kuyafuata kila siku bila kukosa. Mwili haujengwi kwa siku moja. Kile unachokula, namna unavyolala na jinsi unavyotunza mwili wako leo kinaandika kitabu cha miaka 10 ijayo. Linda afya yako mapema, kwa sababu hakuna mafanikio, pesa wala ndoto utakazoweza kufurahia bila mwili wenye nguvu na akili yenye utulivu. Mtaji wako wa kwanza ni mwili wako. 3. Wekeza mapema. Wekeza mapema hata kidogo unachopata sasa. Hii ni siri ya watu wengi wenye huru wa kifedha. Hata kama una pesa ndogo sana sasa, kuanza mapema ni faida kubwa zaidi kuliko kuchelewa na kuwa na pesa nyingi baadaye. Hii inategemea nguvu ya compounding, ambapo pesa unazowekeza hukua na kuongezeka juu ya riba au faida kila mwaka, na matokeo yake huwa makubwa baada ya muda mrefu. Mfano wa mtu maarufu ni Warren Buffett. Alianza kuwekeza akiwa na miaka 11, akinunua hisa za kampuni ndogo. Sasa, zaidi ya miaka 70 baadaye, yeye ni mmoja wa watu tajiri zaidi duniani. Hata wakati akianza, alikuwa na fedha chache, lakini alijua nguvu ya muda na nidhamu ya kuwekeza kila wakati. Hii ndio sababu Buffett mara nyingi husema, the earlier you start, the better chance compounding gives you. Hii inatufundisha funzo muhimu. Usisubiri kuwa na pesa nyingi ili kuanza. Hata kidogo unachoweza kuweka sasa, ukifanywa kwa nidhamu, kinaweza kukua zaidi ya unavyoweza kufikiria. Compounding ni nguvu ya muda, na muda ni rafiki mkubwa wa mtu anayechukua hatua mapema. Kwa hivyo, chukua hatua sasa. Wekeza kidogo leo ili kesho uwe na uhuru unaotamani. 4. Chagua marafiki wanaokujenga. Chagua marafiki wanaojenga. Mduara sahihi unaongeza thamani yako.
mbaya unaweza kukuharibu miaka kwa haraka. Urafiki unaweza kukutokomeza au kukuinua. Sasa chagua rafiki mzuri na sahihi. Usikubali kuwa mwenye kuteketea, kuwa mwenye kuinuka. Mfano mwingine, Beyonce, njia yake ya kuwa superstar haikutokea peke yake. Familia yake, wapenzi wa kazi na timu ya wasanii waliokuwa na nidhamu na ujasiri waliokuwa karibu naye walimwezesha kuendeleza kipaji chake kikubwa na kuboresha kila kipengele cha kazi yake. Hata Einstein alisisitiza umuhimu wa marafiki na mawasiliano sahihi. Katika karatasi na mahojiano yake, aliweka wazi kwamba kuzungukwa na wenzake wenye akili na nidhamu kulimwezesha kuboresha ufahamu wake na kufanya uvumbuzi wa kisayansi. Kwa hiyo, hakikisha unakuwa na marafiki wanaokujenga, sio kukubomoa. Kumbuka, unapokuwa na marafiki sahihi, hata pia maisha yako hubadilika pia. 5. Tambua thamani ya muda. Tambua thamani ya muda kwa sababu muda haujirudii. Kila sekunde unayotumia ni mali isiyo na kifani. Kila hatua unayochukua sasa inaweza kukuinua au kukuangamiza baadaye. Kila kitu unachofanya kinapaswa kuleta faida halisi: ujuzi, afya, ndoto zako au malengo makubwa ya maisha. Angalia kwa mfano, Jeff Bezos, mwanzilishi wa Amazon, alijenga biashara yake kubwa kwa kutumia kila saa kwa makini. Aliamua kuzingatia kile kilichomwezesha kukua badala ya kuzingatia starehe za muda mfupi. Hii ndiyo sababu Amazon imekuwa kampuni kubwa ya kimataifa. Yote kwa yote, ukweli ni mmoja: muda ni mali isiyopatikana tena. Kila sekunde unayotumia kwa uangalifu ina thamani zaidi ya pesa. Tambua thamani ya muda wako. Weka kila kipande cha muda kwenye kile kinachokuinua na kukuletea matokeo halisi. Kwa kuwa muda haujirudii, kila chaguo unalofanya sasa linaweza kuunda kesho yako. 6. Jifunze ujuzi unaolipa. Kwa sababu soko hubadilika kila wakati, lakini ujuzi hauozi. Vipaji vinaweza kuishia, fursa zinaweza kupotea, lakini ujuzi unaolipa unakuletea faida popote, katika kazi, biashara au maisha yako binafsi. Kila kitu unachojifunza leo kinaweza kuwa msingi wa mafanikio yako kesho. Mfano wa mtu maarufu ni Elon Musk. Aliweza kuanzisha kampuni kama SpaceX na Tesla kwa sababu alijifunza teknolojia, uhandisi na biashara mapema. Alijua kwamba soko la teknolojia litaendelea kubadilika, lakini ujuzi hauozi. Hii ndiyo sababu anaweza kushughulikia miradi tofauti ya kiwango cha juu kwa wakati mmoja. Kwa hiyo, usisubiri. Jifunze kile kinachohitajika leo, kesho na baadaye. Ujuzi unaolipa ni mali yenye thamani isiyopotea na ni silaha yako ya kudumu katika maisha haya yenye ushindani. Zungumza ukweli mapema, kwa sababu kusema ukweli na kufanya maamuzi mapema huzuia majuto yasiyohitajika baadaye. Kujificha au kuchelewa kufanya maamuzi kunaweza kuharibu uhusiano, kushusha hadhi yako au kupoteza fursa muhimu. Uwiano wa uwazi na ujasiri mapema ni msingi wa maisha yenye mafanikio. Mfano, Indra Nooyi, former CEO wa PepsiCo. Katika utawala wake, alisisitiza umuhimu wa uwazi katika maamuzi ya kifedha na usimamizi. Kusema ukweli mapema na kufanya maamuzi ya uwazi kulisaidia kuunda kampuni yenye usawa na mafanikio ya muda mrefu. Yote kwa yote, ukweli ni moja tu kwenye hili. Kusema ukweli mapema na kufanya maamuzi sahihi huzuia majuto, huchochea maendeleo na huunda msingi wa mafanikio ya kweli. Kujificha au kuchelewa ni hatari. Uwazi na ujasiri ni nguvu isiyoonekana lakini yenye matokeo makubwa. 8. Linda heshima yako, kwa sababu ni mali isiyo na kifani. Heshima inaweza kuundwa kwa miaka ya tabia njema, nidhamu
na maamuzi sahihi. Lakini inaweza kuharibiwa kwa sekunde moja ya uongo, hila au kitendo kisicho cha heshima. Heshima ni mtaji usioweza kuhesabiwa, lakini ukipoteza, kurudisha nyuma kunaweza kuwa gumu sana. Angalia Nelson Mandela. Heshima yake ilijengwa kwa maisha yote ya kuhimiza haki, kutetea uhuru na kutenda kwa uadilifu, hata alipokuwa gerezani kwa miaka 27. Heshima hiyo ndio iliyomwezesha kuongoza taifa na kushinda upinzani wa kisiasa bila kumharibu mtu. Heshima ni mali isiyoonekana lakini yenye nguvu kubwa. Kuishi kwa heshima ni uwekezaji wa maisha. Kupoteza heshima ni hasara isiyoweza kurudishwa haraka. Linda heshima yako kila wakati, kwa maneno, matendo na maamuzi yako ya kila siku. 9. Usipoteze nguvu yako kwa watu au vitu visivyokujali, kwa sababu kila dakika, kila jitihada unayotumia kwenye mambo yasiyo na faida ni nafasi iliyopotea ya kufanikisha ndoto zako. Kujitoa kwa watu au shughuli zisizo na maana kunapunguza nafasi yako ya ukuaji binafsi, kifedha na kimaisha. Mfano, Rihanna alijua kuwa nguvu yake na muda wake yalihitaji kuwekezwa kwenye muziki, biashara na masuala ya kibunifu. Hakupoteza nguvu kwenye watu wasiokuwa na malengo au shughuli zisizo na faida. Hii ndiyo iliyomwezesha kubadilisha tasnia ya muziki na kuunda biashara ya bidhaa za urembo yenye mafanikio makubwa. Nguvu yako ni mali isiyo na kifani. Kujua ni lini kuwekeza na ni lini kuacha visivyo na faida ndiyo siri ya kufanikisha ndoto zako. Usipoteze nguvu kwa visivyo kujali. Iweke kwenye malengo, ujuzi na watu wanaokuinua. Fanya chochote unachoweza sasa, sio baadaye, kwa sababu kesho haijahakikishwa. Hatua ndogo unayochukua leo inaweza kuwa msingi wa mafanikio makubwa ya baadaye. Kusubiri wakati sahihi mara nyingi huzuia ukuaji wako binafsi, kifedha na kimaisha. Mfano, LeBron James. Kila mazoezi madogo aliyofanya katika mpira wa kikapu au basketball aliyouchukua na kila jitihada ya kuongeza nidhamu sasa ziliunda msingi wa mafanikio makubwa ya baadaye katika mchezo wa basketball. Sasa usisubiri, kwa sababu kesho haihakikishwi. Hatua ndogo unayochukua sasa, iwe ni kujifunza, kufanya maamuzi sahihi au kuwekeza jitihada, inaweza kubadilisha maisha yako. Fanya chochote unachoweza leo na utaona matokeo makubwa kesho. Sasa kama unaona umepata funzo na somo muhimu, basi naomba udondoshe funzo hilo katika comment section, na pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ili uendelee na kuwepo katika safari iliyo thabiti ya mafanikio. Tukutane katika video inayofuata ya mafunzo.